Habari za wakati huu popote pale ulipo, ukiendelea kufuatilia Gold Sports, ukipata habari mbalimbali zilizoshika vichwa vya habari katika mitandao mbalimbali ya kijamii na vijiwenongwa. Leo kama kawaida, nimekuja kwa mchambuzi wangu kuongea au kujadili mambo mbalimbali ambayo yanahusiana na kufanya round up kwanza ya michuano ya CAF, ikiashiria kwamba tuzo za CAF kwa mwaka uliopita uliomalizika zimetolewa. Hivyo tutakuja kujadili mambo mbalimbali. Kabla ya yote, hebu twende na muda kidogo. Ndugu mchambuzi, kuna mambo mbalimbali tuzo za CAF zimeshatolewa. Kuna baadhi ya vitu tunatakiwa kujadili ili wapenzi wetu wa Gold Sports waweze kupata taarifa mbalimbali. Tuanze na kitu cha kwanza. Nahodha msaidizi wa Paris Saint-Germain na raia wa Morocco Achraf Hakimi amepata tuzo ya mchezaji bora wa CAF, mchezaji bora wa Afrika kwa michuano hii iliyomalizika, na amepata hiyo tuzo mbele ya wachezaji mbalimbali ambao ni magwiji, wana majina makubwa sana, mtu kama Mohamed Salah, lakini pia hata Tanzania wenzetu wakina Israel Mwenda, wakina Kapombe, wote wachezaji wa Afrika. Lakini yeye amevuka kidedea, tumeona juzi anaingia pale na baiskeli chake. Hii swali, alistahili kupata hii tuzo mbele ya majina makubwa. Of course akawa imeongea kwenye top 3 kwa yeye, akiwa pia Mohamed Salah, lakini pia Victor Osimhen wa Nigeria akawa kwenye top 3, lakini inapofikia hatua beki kama beki anakuwa kwenye top 3 automatically anafanya vitu ambavyo vilikuwa sio ya kawaida. Sasa tunazoea kwenye top 3 wanakuwa kama midfield au washambuliaji, lakini kama beki wa kulia anakuwa kwenye top 3 automatically deserve. Of course kuangalia alifanya mchezo uliopita akiwa na PSG, kama unafahamu, alichukua Champions League kwa kufunga kwa Inter Milan goli 5 kwa bila, kwa kifungo la kwanza, lakini pia akachukua ya UEFA Super Cup kwa kufunga Spurs, alichukua ligi kuu nchini Ufaransa, Cup ya France alichukua. So nafikiri alifanya vizuri sana Achraf Hakimi, akiwa ni sehemu muhimu sana kwenye timu ya PSG ya msimu uliopita 2024-25. So anafanya vizuri, nafikiri alistahili kuwa pale, na naona kabisa hata mji wako unakuja pale na kile kidali chake cha kusifua ziko injali, ili ashiria kabisa tayari bwana huyu anataka kwa bwana with the winner, hebu njoo fanya nini zote tunaweza ili tuchukue tuzo. So binafsi alistahili Achraf Hakimi. Nafikiri pale kwenye wakati anaingia wangemhoji kidogo kwa baiskeli cha nani anapokwenda mama yake, ndio baiskeli mama amemleta mkubwa chabi mkubwa na chenyewe hapo. Tuachane na hiyo, lakini tuangalie kwamba wachezaji wengi wanaochukua tuzo za CAF wamekuwa wachezaji wanaoonekana wachezaji wazuri waliokamilika katika kila idara. Lakini inapokuja swala la Ballon d'Or, imekuwa ni ngumu sana kwa wachezaji wa Afrika kuchukua hiyo tuzo. Na mchezaji wa mwisho alikuwa ni George Weah mwaka 1995. Kuna shida gani hapa? Kuna tatizo gani? Kwa nini wachezaji wa Afrika wanashindwa kuchukua hii tuzo ya Ballon d'Or? Sababu kuna factors nyingi sana, lakini pia tunaweza kusema kweli kwa wachezaji wengi wa Afrika wanaofanya vizuri wanakuja kuchukua tuzo, lakini nafikiri swala la Ballon d'Or kwa hiyo kwa changamoto kubwa sana. Kama mfano George Weah 1995 kwa mchezaji mwingine wote ambaye amefanikiwa at least kuchukua tuzo kubwa kabisa kwa wachezaji duniani kote. So nafikiri pamoja na competition ilikuwa kubwa sana, unapoongelea soka kama soka ukiangalia mkubwa kwa bara Ulaya, kwa maana tunakuja swala la timu za qualifying World Cup Ulaya na timu nyingi sana bara lote lile. So nafikiri changamoto inayokutana nayo ni competition ni kubwa sana bara Ulaya, sababu Ulaya wana wachezaji wengi sana, afu wengi of course tunajua kabisa watu kwenye mifumo inayofahamika. Alimtoka alikuwa hapa, ametoka ameingia hapa, ametoka ameingia hapa, wana underground nzuri ya kutoka kwenye academy, mtu anapanda mpaka anafikia kwenye timu za wakubwa. Tofauti na sisi tu hapa, ndugu yangu, nachukua pop wanapotoa kwenye wewe Tabora unakuja kucheza Yanga au tayari mzima sio, inakuwa changamoto sana kwenye trade kwenye kuingia kwenye the best in the world. So nafikiri kuna alizania, lakini pia nafikiri wachezaji wetu wengi wa Afrika, kwa mfano kama sasa hivi kelele kubwa sana bara Ulaya, ukienda klabu kama Madrid sasa hivi wote kama Afrika anafanya vizuri pale, hakuna kama Barcelona kwa Afrika, unajua yani vile vikubwa kabisa vikubwa Ulaya kwa shamba nini system nani ule ndio wana Zedini Mbeumo, lakini kwa vikubwa bara Ulaya sana vile wachezaji wa Afrika ambao kwa sasa wanaweza kufanya vizuri kwa kwanza muda kwenye toa na kina Didi Drogba, inakuwa changamoto sana kupata Afrika wengine sana ambao wanakuwa wanafanya makubwa, labda ya kule kutoka mimi amemaliza kitu chake, imekuwa ngumu sana kupata wachezaji ambao wanaweza kufanya vizuri kwa compete na wachezaji wengine bara. So nafikiri competition ni kubwa sana wanapofika katika bara la Ulaya. Na nafikiri kingine cha msingi ni kwamba
pia serikali pamoja na wizara za michezo ziandae mfumo mzuri kama wanaofanya wenzetu kwa watu kuandaa akademi mbalimbali wapandishwe na baadaye wao kuchukua. Hebu tuachane na swala, twende swala lingine. Goli bora la michuano ya CAF limetolewa. Tukumbuke kwamba miongoni mwa watu ambao wamewahi pata goli bora kwa vilabu vya ndani kuna goli la Msenegali Pape Ousmane Sako, kuna msimu naye alichukua, lakini safari hii 2022, lakini safari hii Clemens Waridi Mzize ameibuka na kuwa mtu aliyefunga goli zuri kabisa au goli bora la michuano hii, na nafikiri ni mechi dhidi ya TP Mazembe. Nafikiri goli la kwanza Yanga nafikiri kama Sokoto alishinda goli 3-1. Goli la kwanza kabisa la Mzize lilipiga kwa wanaita watu wanasema goli la Baraka, goli la kusini la upande wa Mbagala. Ilita bunduki moja hatari sana. Moja hatari sana. Tuseme kwamba tuzo hii imeenda mahali panapostahili, kwamba ukiangalia magoli yote ambayo ilikuwa na shindano. Yes. Of course tunasema kuna wakati katika maisha ndio sana bahati kwa kujua. Na mwingine maisha ndio sana bahati kujua. Of course nafikiri mpaka Mzize ni kwenye top 3 anakuwa nominated, anakuwa anashinda, nafikiri alistahili. Kuna wakati thamini vitu vya nyumbani. Of course ingekuwa wenzetu mchezaji ametoka club say bila mida ametoka Mamelodi, ingechukulia ni big deal sana kwa sababu ni mchezaji wetu wa ndani, na of course sana alifunga Sako, alipata tuzo Sako 2022, lakini Sako sio Tanzania, ni Msenegali. Huyo wa kwetu kwanza anacheza klabu ya ndani, lakini pia ni Tanzania wenzetu. So nafikiri tusichukulie vitu simple sana chifu, kwa sababu ni watu ambao tunawaona wanakuwa wanafanya hivi. Nafikiri Mzize alistahili, na nafikiri pia kama Jerome sana, kwa nini akwenda kwenye tuzo, japo nasemekana kwamba daktari mshauri kwa bwana bado kuna injury haipendezi kwenda moja kwa moja kule, lakini itakuwa ni sana moment ya kufikia ile tuzo. Of course watu wengine wanasema kwamba bwana lakini wewe ameenda na kibasi chake ameenda, kwa nini hajajenga Mzize? Watu wanataka kuelewa kwamba lakini anapokaa pale Ufaransa au alipokuwa mpaka amefika pale Rabat Morocco ambapo alikuwa tuzo, kama ni masaa mengi sana matatu ambao anakuwa amefika pale kwenye tuzo, lakini ukiangalia kutoka Tanzania hapa alikuwa Mzize mpaka jifike pale ni masaa 15 ndugu yangu, ndarudi sasa 30 ndio umeadalisha. So unaweza kuangalia tofauti ya muda wa timu pamoja na Mzize. So nafikiri hata na moment ya kupokea tuzo, lakini actually sasa bwana mzee kupata hiyo tuzo. Tukiachana na hivyo, lakini pia tukumbuke kuna yule wakala ambaye watu walimkataa, walisema ni winga Yasmin yule pia naye mbele ya viongozi wa CAF na viongozi wa FIFA alipewa pale tuzo. Twende moja kwa moja kwa Yasmin yule. Yasmin pia ndio mtu ambaye anamuongoza Fiston Kalala Mayele. Fiston Kalala Mayele amechukua tuzo ya mchezaji bora wa michuano. Anacheza ndani. Je, na yeye Fiston Kalala Mayele tuseme kwamba ndio mchezaji pekee wa kigeni ambaye ni hatari aliwahi kucheza ligi ya Tanzania mpaka amefika kule, kwa sababu ukiangalia Fiston Mayele alipotoka AC Vita kule kwa nasema watu walikuwa anakatakata kuni na nini, baadaye akaja Yanga wakasema kwamba ndio makofi atarani, lakini ameenda moja kwa moja mfika. Hebu tuongelee kwamba je, ndio mchezaji bora wa kigeni ambaye tumemshuhudia katika ligi yetu? Nafikiri of course tunamchukua Mayele alikuchukua pia Mtanzania mwenzetu nafikiri nakumbuka Bwana Samata akiwa kule, nafikiri alikuwa ni Mazembe alichukua Samata kiliko, baadaye ikamsaidia kampusha akaenda Europe. So nafikiri swala lako nafikiri ni swala ambalo liko sahihi sana. Of course tumeshuhudia kujeni sana this time around wakipita kwenye Tanzania bara, hasa kipindi ambacho ligi inaonyeshwa, watu wengi wanaona wakina Bangala, wakina Chama, wakina Pakome, of course timu sana inafika hapa katikati, au wengine bado hapo, lakini sio kama Mayele mtu ambaye amekuwa kama ni icon ya mchezaji wa kutoka nje aliyecheza ligi kuu Tanzania bara. Of course tu amechukua tuzo, lakini pia ni mfungaji bora wa Champions League Afrika iliyopita kama magoli 6 mechi 10, lakini pia tunafahamu kwamba hata kwenye ile kombe la Super Cup ambao alicheza Bekane akiwa bingwa wa shirikisho, lakini pia zidi ya Pyramid ambao ni bingwa wa Afrika, yeye alifunga goli pekee ambalo liliwapa ushindi Pyramid, alifunga goli moja kwa bila. So nafikiri anadhihirisha ni mtu bora, na nafikiri sidhani kama kuongelea mrefu sana, kwa sababu tunasema kama katika maisha ya mpira unaweza kuwa bora sana lakini uache rekodi.
Kwa mfano sisi tumemwona Messi na Ronaldo, tumewashuhudia sisi sawa. Watu wanakuja baada ya miaka 50 ijayo, unataka rekodi tu, alifanya nini, alifanya nini. Sio kaangalia rekodi zako kwanza kwa kujaji. Hapana. Wewe alikuwa ni bwana Soma yeye, nafikiri anabaki kama mchezaji bora kwangu mimi. Kama ulivyouliza, ambaye wakigeta hapa amecheza vipi Tanzania bara, sababu amefanya mambo mengi sana, amefunga magoli mengi kwa Yanga, ametoka hapa ameenda pia kutawala kule Misri, Piramidi inafanya vizuri sana, ilikuwa ni tegemeo kubwa sana. So nafikiri Fiston Kayala Mayele nafikiri the best player ambaye amekuja kucheza Tanzania. Pia baadhi ya tuzo na kuangalia jinsi ambavyo mambo yalienda. Tuzo zijazo, je, atakuwa ni Israel Mwenda? Je, atakuwa ni Mo Dumbia au atakuwa ni Tim Kamara au mchezaji yoyote ule? Ukiangalia kwamba wachezaji wengi wa Afrika na ndani ya nchi yetu wamejaribu na wenyewe kusogea. Sasa tunaona Tanzania kwamba vilabu vyetu vinaweza vikatoa mtu akakompiti na vilabu vingine, tunaanza kusogea kunusa baadhi ya vitu. Tunaleta kombe na vitu ni kama ilivyokuwa tukija nyuma, kama sisi tuingie kwenye mchuano, kuingia kwenye group stage ilikuwa ni sherehe, yani kama ukiingia pale watu wanakuja nini, lakini sisi ilikuwa ni jambo la kawaida. Sasa tunaeleka sasa hivi kama seneti ameita kwa sasa. Usichoke kutufuatilia. Nyuma ya kamera yule mtaalamu wa kitangazo Mika Jeremiah, Elia Joseph nikiwa na senior master mchambuzi. Tutarudi kuangalia baadhi ya mambo mbalimbali katika vilabu vyetu vya Tanzania vinaenda katika hatua ya kimataifa: Singida Big Stars, Azam Sports, Yanga Da Africans pamoja na Simba. Mpaka wakati ujao, usitoke kusubscribe na kucomment. Tunawapenda. Bye.